Kunywa hii dawa utaweza kuongea. Bilionea alitumia miaka mingi na mamilioni ya pesa akijaribu kumtibu mwanaye ambaye hakuwahi kuzungumza hata neno moja. Madaktari bingwa bora kutoka mabara matatu walishindwa kabisa. Lakini siku moja alasili shuleni kwake, msichana asiye na makazi aliyekuwa anakusanya taka alimkaribia na kwa sauti ya chini akampa kinywaji cha ajabu chenye rangi ya giza. Wazazi walipiga kelele, walimu wakapaniki na baba yake karibu amshambulie msichana huyo akiamini ni sumu. Lakini tu mara mvulana alipokunywa, jambo lisilowezekana likatokea. Usisahau bonyeza subscribe na kulike video hii na utuelezee unatazama kutoka wapi. Sasa tuanze. Kunywa hii dawa utaweza kuongea. Ryan alikuwa mtoto wa bilionea maarufu kuliko wote nchini. Mtu aliyekuwa na helikopta 3, magari yasiyohesabika na majumba makubwa kama hoteli. Lakini ndani ya utajiri huo wote kulikuwa na huzuni moja isiyofichika. Mtoto wake wa pekee hakuweza kuongea. Hakuwahi kusema baba, hakuwahi kucheka kwa sauti, hakuwahi kuita mtu yoyote. Bilionea alitumia miaka mingi na mamilioni ya pesa akijaribu kumtibu mwanaye ambaye hakuwahi kuzungumza hata neno moja. Madaktari bingwa bora kutoka mabara tofauti walishindwa kabisa. Walimu wa shule ya kifahari aliyosoma walimzoea kwa ukimya wake. Alikuwa akifika, anakaa peke yake, anachora au kushika shingo yake taratibu, kana kwamba kuna kitu kilikwama ndani. Hakuna aliyejua alikuwa anahisi nini. Lakini mtu mmoja alijua. Kila siku nje ya uzio wa shule ile ya kifahari kulikuwa na binti mmoja wa mitaani aliyekuja kuokota makopo. Jina lake lilikuwa Rehema. Nguo zake zilikuwa zimechakaa, nywele hazijachanwa, mkononi akiwa na mfuko wa plastiki uliokuwa umejaa chupa tupu. Lakini macho yake yalikuwa makali, macho ya mtu aliyewahi kuona maisha yakivunjika. Alikuwa akimtazama Ryan kila siku. Na aligundua kitu ambacho hata madaktari hawakugundua. Siku moja, Ryan alisimama karibu na geti la shule, akingoja gari la baba yake. Alikuwa ameshika shingo yake tena. Walinzi walikuwa wanacheka wakitazama simu. Roho yake ilimwambia asonge mbele. Rehema alitoka kwenye kivuli cha mti. Alitembea kimya kama mzuka akiingia kwenye ulimwengu ulio hai. Ryan hakumsikia akija. Alikuwa akijaribu kumeza ukavu kooni. Ndipo sauti ya upole lakini yenye uhakika ikasikika pembeni yake. Una kiu, sivyo? Bila shaka unatafuta maji. Ryan alishtuka. Alimuona Rehema, muonekano wa chokoraa, akiwa na mfuko wa makopo mkononi. Kumbukumbu ya maneno ya baba yake ikapita kichwani. Usiongee na watu wa mitaani, ni hatari, ni watekaji. Lakini hakuweza kuongea hata kama alitaka. Rehema hakurudi nyuma. Aliona hofu yake na pia aliona maumivu yake. Alishusha sauti. Kila siku unasimama hapa na kugusa shingo yako kama kuna kitu kimekwama ndani. Ryan alimtazama kwa mshangao. Aliwezaje kujua? Madaktari walikuwa wanauliza maumivu ya mwili, lakini msichana huyu alikuwa anaongea maumivu yasiyoonekana. Rehema akatoa chupa ya plastiki iliyochakaa. Kunywa hii, alisema akimpa kwa mikono miwili kwa heshima. Kunywa kidogo, itakusaidia. Ryan alisimama kimya, onyo la baba yake likijirudia. Sumu, uchawi, hatari. Alitazama chupa, ilionekana chafu, ndani kulikuwa na maji ya kahawia yenye vipande vya mizizi. Lakini macho ya Rehema hayakuwa na hila. Yalikuwa na huzuni ya mtu aliyepoteza kila kitu isipokuwa matumaini. Unaniangalia kama mimi ni mwenda wazimu? Alisema kwa tabasamu la maumivu. Najua kilicho ndani. Bibi yangu alinitengenezea kabla hajafa kijijini. Alisema, kina nguvu, ndio kitu pekee nilichobaki nacho kutoka kwake. Ryan alitetemeka. Alifungua mdomo lakini hakuna sauti iliyotoka. Unaweza kuzungumza au huwezi? Rehema aliuliza kwa upole. Ndio maana unaangalia lakini hujibu. Umenaswa ndani yako mwenyewe, sivyo? Maneno hayo yalimpasua moyo. Ryan alianza kupumua haraka. Ilikuwa kama vile Rehema alisoma siri yake ya ndani kabisa. Rehema alishikilia tena chupa mbele yake.
Alijua hakuwa na muda mwingi kabla mlinzi ajamuona na kumpigia kelele. Akasema haraka, "Kunywa, una nini cha kupoteza? Unataka kubaki kimya milele?"